mchango wako kwenye hili? Mchango wangu ni kama alivyosema mwenzangu Fatma. Lakini jambo la masikitiko ni kwamba tunapofika wakati tukatafsiri sheria kwa ajili ya kulinda maslahi fulani, katiba ile ile ambayo wewe umeapa kuilinda, lakini leo unatoa visingizio na tafsiri ambazo unataka yakidhi masuala fulani, kwa kweli hatuendi kuzuri. Kwa sababu katiba kuwa nayo ni kitu kimoja, lakini utamaduni wa kuheshimu katiba ni kitu kingine, ambacho hichi katiba tukishakuwa nayo ndio imekwisha, hii tunayo. Lakini kitu muhimu ni ile utamaduni wa kufuata, kulinda na kuheshimu katiba. Sasa mfano hivi sasa tunasikia inazungumzwa kifungu 28(1) ndio kilichomhalalisha. Kwanza kifungu 28(1) hakizungumzii kabisa muda wa urais. Ile presidential term, muda wa ukomo wa urais umezungumzwa kifungu 28(2) ambacho kinasema kufuatana na maelezo ya kijifungu 1 cha kifungu hichi, rais ataacha madaraka yake baada ya kumalizika miaka 5 kuanzia tarehe alipoapishwa. Sasa kifungu wanachotumia 28(1) kinazungumzia uendelevu wa urais, kwamba kinasema kabisa kufuatana na katiba hii mtu ataendelea kuwa rais mpaka vimetajwa vitu 5. Rais anayefuata ale kiapo cha kuwa rais. Yule rais anayefuata. Lakini huwezi kama alivyosema Fatma 1, rais anayefuata, katiba yetu haijafikiria kwamba utamaliza miaka 5 rais anayefuata hayupo. Haikukupa wewe hilo. Lazima kuwe na rais mteule. Kwa hiyo ni kwamba la pili napaswa baada haya kupita then watu wakae chini na ku-review. La pili angalia precaution kwamba ikitokea hii ni itatokea. Angalia Clara la pili. No. Let me make something very clear, and I'm going to speak in English now, okay? Our job is not to draft a constitution so that President Shein can continue in power endlessly. That is not our job. It's not a matter of being endless. It is endless, I'm afraid to say, because up to now we have no idea. We have absolutely no idea when this man is going to take us to a general election. Niambie sasa. Tungekuwa wapi? Turudi kwenye kifungu hiki. Naomba turudi. Hebu niseme kitu kimoja hapa. Tufanye kwamba sasa kifungu hicho cha kuwepo kipindi hiki ambapo sasa muda ule umeisha na katiba haimruhusu kuendelea kuwa rais. Pangekuwa na kitu gani hapa? Ndio jeshi lichukue nchi? Ama kingefanyika kitu gani hapo? Hasa lazima ipo mtu ambaye atasimamia kaya kwamba nchi. Katiba yetu haikuwa na dhamira hiyo. Kwa hivyo huwezi kudumbukiza dhamira nje ya ile katiba. Katiba imekwambia utaendelea na ndilo lilotumika. Kwa hivyo ni uendelevu wako, hautosita ila itokee kifo, ujiuzulu, uteuliwe kwa rais wa Jamhuri ya Muungano. Kwa sababu yoyote umekosa sifa, mfano umefukuzwa chama chako cha siasa, au rais anayefuata ale kiapo. Na watu wajue kwamba hii 28(1) ni uendelevu wako ndani ya kipindi cha miaka 5 kilichoumbwa ulichopewa. Kwa mfano, unajiuliza rais anayefuata mara nyingine kabla ya miaka 5 anapatikana vipi? Katiba yetu inaruhusu rais aliyepo kufunguliwa mashtaka ya kibunge, ile impeachment. Akiondoshwa ndani ya miaka 5 uchaguzi utaendeshwa na anayefuata akila kiapo huyu ameondoka. Hiki kinazungumzia continuity, uendelevu wako ndani ya miaka 5. Nje ya miaka 5 huwezi kusema kimekusudiwa nje ya miaka 5 ukijiuzuru au nje ya miaka 5 ukifa. Nisaidie mimi na watazamaji wangu hapa tafadhali. Sasa katika hii ya muda huu ungekuwa ombwe la utakuwa na rais Zanzibar. Nini kingefanyika? Ndio tunasema ile tume haikupewa uwezo maksudi, imepewa haikupewa uwezo maksudi, kwa sababu wewe ukifuta umetia mgogoro wa kikatiba. Ndio tunachosema haya mambo yanakamatana. Ukiitizama sheria ya uchaguzi imekamatana, inakwenda na steps, alafu ukizitizama na vyombo vilivyomo humu. Kwa mfano hivi sasa nikuambie, tuache hilo la urais, tuliache. Rais ni mhimili mmoja. Katiba yetu inasema tuna mihimili mitatu. Mhimili wa urais ambaye ni yeye, makamu wawili, mawaziri, manaibu waziri na wengineo. Tuna mhimili wa baraza la wawakilishi, tuna mhimili wa mahakama. Sasa huu mhimili wake yeye tu tuuanze. Yeye tuchukulie ndio hivyo alivyotafsiri. Lakini yeye sio yeye tu. Serikali ni pamoja na mawaziri. Kwa mujibu wa katiba yetu, huwezi kuteua waziri ila awe na sifa ya kuwa ni mwakilishi. Huwezi kuteua naibu waziri ila awe kwanza na sifa ya uwakilishi. Baraza halipo na baraza uhalali lililopewa kuwa halitokuwepo ni kwa siku 90
toke lilipovunjwa, siku 90 zinamaliza tarehe 12. Ina maana wale sifa yao ya uwakilishi imedondoka. Kama imedondoka, huwezi kubaki na koti la uwaziri. Hiyo ni muhimili huo. Lakini muhimili wa baraza ambao haupo, kazi yake ni nini? Katiba yetu inasema wananchi wa Zanzibar wanashiriki katika utawala wa nchi yao kupitia baraza lao. Kama halipo, serikali yako inaendesha bila wananchi kushiriki. Vile vile ndio chombo pekee kinachoweza kuisimamia serikali. Ina maana unaendesha serikali bila chombo cha kusimamia. Vile vile ndio chombo kinacho create ile check and balance kwako wewe. Vile vile ndio chombo pekee rais wetu amepewa kinga ya kutokushtakiwa. Lakini wamesema baraza linaweza kumshtaki. Leo halipo, unaendesha katika vacuum hiyo. Sasa tunasema ndio maana haikutolewa uwezekano wa kufika muda tusiwe na uchaguzi, tusiwe na viongozi hao.